nchi ambazo za kidikteta habadani isingeruhusiwa tume kama ile inataja idadi ya vifo 518. Hiyo ni kauli ya Esther Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, akichambua ripoti ya uchunguzi ya matukio yaliyotokea Oktoba 29. Watu walianza kuwa na mashaka na tume, lakini tangu nimekuwa mwanasiasa kwenye umri wa miaka 20 na mpaka sasa hivi mbunge wa temu ya 4, ndiyo ripoti ya kwanza katika serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inawekwa wazi bila kificho. Watu walifikiria Jaji Chande ataichukua ile ripoti ataikabidhi siri. Inahitaji kuwa na rais muungwana, rais anayependa demokrasia, rais ambaye anaendesha nchi kwa uwazi na ukweli. Amepokea ripoti ambayo na ina mambo mazito, wote tumeyaona. Ripoti imetaja idadi ya vifo, ripoti imetaja majeruhi, ripoti imeelezea visababishi, ripoti imeelezea chanzo, ripoti imezungumza mambo mengi. Alafu amiri jeshi mkuu akarespond na akaongea neno zito kwamba hakutarajia jambo zito kama lile lingetokea yeye akiwa mkuu wa nchi, na akasema amebeba mzigo mzito mabegani mwake. Kwa Mungu atakavyomuongoza ataubeba mzigo huo kwa ujasiri mkubwa na kwa tahadhari, ili nchi yetu isonge. Lakini immediately rais wetu amerespond mapendekezo ya tume. Amesema yale matatizo mengine ambayo yamezungumzwa kwamba alikuwa ugumu wa maisha, uwajibikaji, baadhi ya vitendo vya rushwa. Ameeleza vizuri sana kwamba serikali yake itachukua hatua, lakini si sababu ya kufanya vurugu. Sababu kama ulikuwa na maisha magumu kabla ya vurugu, jitafakari, je, yameisha? Au ulikubali kuingizwa kwenye mkumbo wa kuchafua taswira ya nchi bila sababu ya msingi, kwa sababu huo si utamaduni wetu. Taifa letu limepiga hatua, tusijidharau sisi na wataalamu tulionao. Kubwa amesema Rais Samia ni yule yule wa 4R, ambaye yeye 4R haikuja tu baada ya matukio ya Oktoba 29, alianza nayo awali. Kikubwa ni kumpa ushirikiano, lakini kutofautiana kupitia kutaka taifa ligawanyike, kupitia taifa liingie kwenye hasara ya miundombinu. Labda wanaamini na wenyewe kuna vitu ambavyo wanavipata